kati ya dhambi ambayo mwanadamu hashawahi kuifanya, kati ya kosa ambalo mwanadamu hashawahi kufanya ni kumcrush mwana wa Mungu, ni kumgusa mwana wa Mungu, ni kumpiga mwana wa Mungu, ni kumtemea mate mwana wa Mungu, na kuchana, kumpiga mijeredi, kumpiga stiki mwana wa Mungu. Kati ya kosa ambalo mwanadamu ashawahi kulifanya ni la kupiga mwana wa Mungu, la kumpiga Yesu Kristo. Tunaweza kujiuliza pamoja kwamba kwa nini Mungu alichagua hii njia ya mwanae kupigwa? Kwa nini Mungu alitumia njia hii kama unabii? Kwa sababu ilikuwa ishatabiriwa katika Isaya sura 53 kwamba atapigwa kwa ajili ya makosa yetu. Lakini tunaweza kujiuliza kwa nini hakuchagua kitu kingine kwenye kutuokoa zaidi ya kupigwa? Kwanza tunatakiwa tujue, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee, ili kila amwaminie asipotee, bali hawe na uzima wa milele. Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili ahukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Amwaminie yeye hahukumiwi, asiyemwamini amekwisha kuhukumiwa, kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Hii ndiyo hukumu, ya kuwa nuru imekuja ulimwenguni, na watu wakapenda giza kuliko nuru. Kwanza tunatakiwa tujue, Wayahudi walikuwa wamezoelea dhambi. Na kila nabii ambaye Mungu alikuwa anamtuma pale, wanamuua, wanampiga, wanamburuza, wanamuua. Sasa Mungu anamtuma mwanae, na yeye wanamburuza, wanampiga mpaka wanamuhamba msalabani pamoja na waovu. Sisi wanadamu tunapenda kutenda dhambi sana, na Mungu ametuonya sana tusiweze kutenda dhambi. Sasa pia kutenda dhambi Mungu anapitisha msamaha wa dhambi. Sio kama umempata. Kwa sababu kitendo cha kumcrush mwana wa Mungu ni dhambi, na watu kwa sababu walikuwa wamezoelea dhambi, Mungu akapitia umo wakatenda dhambi ya kumcrush mwana wa Mungu. Lakini ni dhambi kubwa sana, ambayo hiyo Yesu Kristo alikuwa anajua kwamba hawa watu wametenda kosa kubwa sana, ingawa ni njia moja wapo ambayo Mungu alitumia kutuokoa. Ndio maana Yesu alisema, Baba, wasamehe hawa watu, wasamehe hawa viumbe, kwa sababu hawajui walitendalo. Kwa hiyo Yesu anasema kabisa kwamba hawa watu wanamcrush mimi. Ni njia ya wokovu imepitishwa kwenye wao tena kutenda dhambi, kumcrush mwana wa Mungu. Lakini Yesu aliwaombea msamaha wote waliomcrush. Sasa waliomcrush, kazi inayobaki ni kumwamini. Kama walimcrush au baadaye hawakumwamini, hiyo ndio nayo kuja
kuwa hukumu. Amwaminie yeye hahukumiwi. Asiyemwamini amekwisha kuhukumiwa kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Hii ndiyo hukumu, ya kuwa nuru imekuja ulimwenguni na watu wakapenda giza kuliko nuru, kwa maana matendo yao yalikuwa maovu. Mtu yeyote kuendelea kukana ni kumdhalilisha Mungu na kumuita Mungu ni muongo. Kwa sababu hata hivyo Ibilisi yeye mwenyewe alikuwa anajua kabisa, hapa ngoja tumezoea kuwaua, sasa na huyu ngoja tumuonyeshe kazi. Akujua na yeye huyu nyoka ndo anaenda kuwa crushed. Kwa hiyo kwa sababu wamezoelea dhambi, Ibilisi amezoelea kufanya dhambi, akidhani anamcrush mwana wa Mungu ili yeye mwenyewe azidi kuwa uhuru. Kumbe yeye ndiye alikuwa anajicrush yeye mwenyewe. Kwa hiyo watu wa Mungu, kuna wakati mwingine ambapo wewe kwa sababu ya kumchukia mtu unaweza kuamua kumfanyia visa, kumbe bila kujua kwamba wewe ndo unajimaliza. Yesu Kristo alikaa kimya kwa sababu huu ndo ulikuwa ni ukombozi. Huu ndo ulikuwa ukombozi. Kwa sababu pale alikuwa anachukua mamlaka, anarudisha mamlaka kwake, yale ambayo Adamu aliyapoteza. Kwa sababu kipindi kile cha Adamu hakukuwepo na magonjwa, hakukuwepo na shida, lakini kwa sababu ya kuchagua na kumpa mamlaka Ibilisi, basi mamlaka yalikuwa kwa Adamu, mpaka ule unabii ambao ulitoa kwamba kizazi cha huyu mwanamke kitakuja kumcrush Ibilisi kichwa. Kwa hiyo na maana kwa kitendo kile, ndio maana tunasema kwamba ile dominion, yale mamlaka ambayo Adamu alikuwa nayo ya kumiliki, kutawala magonjwa na kila kitu kihovu, yalirudishwa. Ndio maana kupitia jina la Yesu Kristo mamlaka yale yalirudishwa. Ndio maana unaona watu wanaponywa, waliokuwa viziwi wanasikia, waliokuwa wagonjwa wanapona, wale waliokuwa vipofu wanafunguliwa. Na maana wanarudishwa katika ule utawala ambao Adam kabla hajaupoteza. Kwa Yesu Kristo alikifanya ni kualika leo muamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi, akufufuae maisha, kwa sababu kila atendaye dhambi amekufa. Pale ambapo Kristo atakapokuwa ndani yako, utaona kabisa wewe mwenyewe dhambi inaepukika automatic, na ile haki ya Mungu, kutenda haki, kutenda mema yanakuja automatic, na dhambi inaepukika automatic. Unaona kuna system ambayo inakuwa imebadilika. Unaona kama ni dhambi inakuja, unaiona ni dhambi kabisa, na unaishinda. Wao ndo kile ambacho Kristo amefanya, ametupa mamlaka ya kushinda dhambi. Nikualike leo, ukiwa na Yesu Kristo uweze kutenda dhambi, maana Yesu Kristo, wewe unakuwa umekufa, alafu Yesu Kristo anakuwa hai ndani yako. Ndio kile ambacho alikifanya msalabani. Bwana na abariki. Tuzidi kujifunza. Kama utakuwa na jambo unataka kushare na sisi, share kwenye komenti. Tutabarikiwa pia kusikia kutoka kwenu. Neema na amani zitokazo kwa Baba yetu na kwa Bwana wetu Yesu Kristo zikae nasi sote sasa na hata milele. Amina.